Sasa John ndio nini toka nipo kule ninakuita kama vile unisikii. Minuno hiyo vipi? Hivi unavyonifanyia nadhani mimi napenda. Yaani ushauri udhaifu wangu unanifanya kuninyanyasa. Sawa mimi yatima. Sawa nyanyasa hivyo hivyo. Yaani John mimi naweza kukunyanyasa wewe. So unaweza unanyanyasa. Unaona mimi yatima. Okay, anyway, basi naomba unisamee mimi mpenzi wangu. Je, ule kunyanyasa wewe sina, nyonga mkali wa habibi. Naanzaje kunyanyasa kwa mfano? Je, unakujua udhaifu wako ni nini? Yaani udhaifu wangu unaujua, kuona mwa kutumia hapo hapo. Nakujua wewe. Saizi meno yote yanaonekana. Bwana nitafanya nini hivi? Kwa nafanyaje mama? Sasa baadaye basi. Haina noma kipenzi changu. Wewe uniage. Aisee, nilikuwa napita hapa ni bwana tumeonana na vijana wenzangu bwana. Jamii kidogo ni mgeni katika huu mji. Sasa kikweli mimi shida yangu kubwa bwana kazi. Mbona si unajua ukisha kwa kijana kukaa tu nyumbani hivi inakuwa yani kama heshima fulani hivi inapungua. Kazi zipo. Lakini sijajua unatafuta kazi za aina gani. Mimi kazi yoyote ile hata kama hapa hivi mfano hata kusafisha au hata anayefanya mdaza hapa haina shida. Yaani mimi mradi tu niwe napata chochote kitu. Lizi! Lizi wewe. Mbona leo kazi ipo? Lizi wewe. Hivi nyinyi mna akili sawa kweli nyinyi? Mmefundwa kwenu nyinyi? Mnapata wapi ujasiri wa kuingia ndani kwa mtu unapiga makelele? Hapa kwenu hapo? Niondoleni pumbavu wenu umesikia nyinyi? Mwoneni huyu. Eti ndani kwako. Ndani huu. Ndani which? Vipi? Na msulio kama unamwabusha. Shemeji koma. Hatuja kufuata wewe hapa. Tumefuata udugu wetu. Upo? Nyie, hili sio dangulo umesikia? Hii nyumba ya mtu. Mheshimu nyumba ya mtu. Hivi kwani nyinyi mnafanya hivyo? Au leo hapa ruhusa kuingia ndani na kupiga makelele ni nani? Nyie. Naomba mtoke. Hapa mpo ndani kwangu, umesikia? Mtoke nje. Mbona kwako shemeji? Kwani wewe tumekufuata wewe? Koma. Mimi nikome mimi? Wewe? Mimi nikome? Wewe mpumbavu nini? Wewe ndani kwako unaniambia mimi nikome? Umepata wapi ujasiri kuniambia mimi nikome? Wewe jiangalie ujue. Umesikia? Na kuharibia sasa hivi. Pumbavu wewe. Subutu. Shemeji sikiza nikwambie mimi ndio nishachanganyikiwa. Dawa za kuoga nimekunywa, za kunywa nimeoga. Upo za kujifukiza nimeoga lele. Si unaelewa shem? Hebu jaribu nikuonyeshe. Mimi ndo 45 usichekeshi. Unafikiri lizi la 43 na kuchekea? Mimi sichekeli maovu. Wala nionaje shemeji? Au unautaka? Sema kama unautaka nikupe. Wewe vipi wewe? Nimekuja hapa kwa ajili ya shoga yangu lakini sio kwa ajili yako. Ndevu kama stili wako. Mimi nilikuwa na ushauri tu kwako. Unajua kazi ya kuajiriwa ni kazi ambayo muda mwingi pesa zake huwa hazikai, unajua? Lakini kazi ya kujiajiri ni kazi nzuri sana ambayo pesa ukiishika unajua jinsi ya kuweza kuitumia. Na vijana wengi hapa Dar es Salaam wengi wanajiajiri. Kwa maana yake mimi ningekushauri tu katafuta kazi ya kujiajiri. Ni kweli lakini sasa
Yaani kikweli mimi hapa nilipo sina kitu chochote. Yaani natafuta kazi ya kuajiriwa, sio kusema sipendi kujiajiri. Lakini sina kitu, ndio maana natafuta hii kazi. Au kama ningepewa msaada labda hata wa pesa hivi, mimi biashara yote ile mimi ningeweza kufungua, lakini sawa. Mimi nahitaji nikusaidie kitu. Kwa hapa Dar es Salaam kama nilivyosema, vijana wengi wanajiajiri, na kazi ambayo mara nyingi inawaingizia kipato kikubwa vijana hapa ni kazi ya kuuza maji. Na hii kazi ya kuuza maji haina hata mtaji mkubwa wala gharama kubwa. Mtu unatafuta toroli, unatafuta madumu, unaingia mtaani. Sasa mimi nitakusaidia kitu kimoja. Nitakusaidia kukutafutia hivyo vitu. Mimi nitashukuru sana isi. Yaani unajua niseme pengine ni watu wachache sana wenye moyo kama huo. Yaani kukutana tu na mtu mara moja alafu ukaonyesha moyo wa kumsaidia. Brother, mimi nashukuru sana. Asante. Unajua usimtofasili mtu kwa muonekano tu. Unajua nishawahi kuwasaidia watu wengi sana, hasa vijana. Akija hapa wananielezea shida, naona bora niwape ushauri kama huo, na wengi wamefanikiwa, wengi sana. Na naamini hata wewe ni miongoni mwa vijana ambao wataendelea kufanikiwa kupitia hiyo kazi. Brother, mimi nashukuru sana. Sawa. Nashukuru sana. Yaani sio nisemeje, kwa sababu leo umenifurahisha. Yaani sikutarajia kama ningekutana na mtu ambaye angeweza kuonyesha ushirikiano kwa asilimia kubwa kama hiyo. Mimi nashukuru sana. Sasa maskini ya Mungu hata simu sina. Sasa sijui kama ndo unapatikana hapa labda. Maskani hapa. Wewe jisikia amani kuja hapa. Muda mwingi ninapatikana hapa, na ukimtazama huyu ndio fundi ambaye muda wote yuko hapa. Kwa maana ukinikosa mimi, ukimpata yeye, basi hata mimi nipo. Na vijana wengi tu utakutana nao ambao mara nyingi wakifanya kazi zao wanakuja hapa, tunapiga story na vitu vingine vinaendelea. Kwa hiyo basi fresh brother. Karibu sana. Na naomba tu nikupatie hiyo kanywe maji. Brother, ni kipekee sana. Asante sana. Asante sana. Umenisaidia sana. Ndio washaka bana. Wewe ni familia tayari, najua. Asante sana. Asante pia. Nisikilize. Sawa. Wewe utaila wako kafanya huko, sio ndani kwangu. Yaani mimi nikutake wewe. Kwa nini nikutake wewe? Wewe, mara kafanyeni huko, sio hapa. Wapumbavu ni nyinyi. Polisi kutoka mondani. Wewe kama mmelewa mnakunywa huko, sio ndani kwangu, umesikia? Vipi? Wewe unaleta utaila. Mimi mwenyewe nitaila ujue. Wewe nitakuzibua sasa hivi mpumbavu. Yaani unapelekwa Milembe. Upo. Nimekunywa dozi za Milembe mpaka zimechanganyika madozi ile kwa kunifukuza atakuwa wewe. Wewe vipi wewe? Wewe unaletea watu gani hapa ndani huko? Ndani. Mke wangu mimi nakwambia kila siku nisetea watu. Hivi vinyago sisetea ndani kwangu ujue. Wewe. Ingia basi ndani. Mbona uko hivyo? Hawa wamekufuata wewe, humu ndani wasije kuja. Mbona unaletea salamu ndani? Mke wangu, nakuheshimu. Naomba unitolee hivi vinyago humu ndani, umesikia? Mwangalie makalio kaskozi. Bwana shem leo kachangamka lele. Mbona hiyo mimi hapa tena nacheka nini? Wewe ulivyomwambia shemeji yako au unamtaka? Sasa nikuulize shogangu, unamtaka huyu? We sema. Unamtaka mzigo nikuachie? Nipeleke hapo mboga mae. Hizo vitu vyangu, mimi na vitu vyangu kidogo 2,000. Nikinishika nilishika kweli, jasho linatoka lele. Mimi nipeleke hapo mzigo wangu ndio kama stiliwaya. Babu, leta vitu asitili. Sasa na nyie bwana mashoga zangu, shida mjasema. Yaani nyinyi mngenipigia simu hiyo moja tu. Mimi mbona ningerekebisha mazingira? Shida nyinyi hamjaniambia. Mimi najuaje? Kama hakuna kitu hamna haja kukaa hapa shogangu. Ngoja niondoke nikapata dagaa. Hata na nyinyi. Unapata wapi? Si dukani. Wapi dukani wichi? Bibi samani wewe, tuondoke. Hapo penyewe amevaa kijola, mwanzo nikavaa mzuri, wanakumbatiana. Tuondoke dada, kama kitu babu ya kishangazi ya kilizetu. Lisi. Koma. Weli.
Mke wangu, kiukweli nimechoka na tabia zako. Yaani nimechoka kabisa. Haiwezekani mke wangu, tabia zako unazionyesha mbele ya wanangu. Wanangu hata wiki hawana. Hivi wewe mtu wa aina gani? Sipendi humu ndani ziendelee. Unajua nini? Hapa duniani hapa, kila mtu kaumbwa na tabia yake. Yaani kila binadamu nayemuona kaumbwa na tabia yake. Kuna wengine ambao wanaficha tabia zao, lakini jamani mimi siwezi. Haki ya Mungu kuficha. Awe. Mimi bwana, mimi ndio hivyo nilivyozaliwa. Yaani mimi nimezaliwa hivyo eti mimi nijifanye yani kuishi maisha mengine ambao mimi si wewe ndio unaweza hayo mambo. Yaani unaishi maisha ya kimaskini, halafu ujifanye tajiri, au unaishi tajiri ujifanye maskini. Mimi siwezi. Sasa wewe na hao wanao, muwe mlisikia, hamjasikia, mimi wala hayanihusu. Mimi na mashoga zangu. Hivi watu wasije hapo nyumbani? Eti mimi mashoga zangu wasije kwangu. Mimi naenda kwao, tunakaa vizuri, tunaenjoy. Kwa hiyo kwangu wasije. Eti kisa wewe na hao wanao, sijui nini mmetusikia. Sikiliza bwana wewe nikwambie. Mimi bwana hapa ni nyumbani kwangu. Mashoga zangu watakuja hapa, tutapiga story, tutaongea, na tabia zangu mimi bwana haziwezi kubadilika. Mimi ndio hivyo nilivyoumbwa. Yaani Mwenyezi Mungu ndio alivyoniumba. Mimi siwezi kubadilika. Naomba unisikilize. Sawa? Naona sasa unanipanda kichwani, si ndio? Wewe mke unabaki kuwa mke. Umenisikiliza? Sitaki unipande kichwani. Mimi ni mwanaume humu ndani. Sasa wewe kama mwanaume humu ndani, sema. Babu! Usinipigie makelele. Kwanza mimi hapo unanivuruga. Hivi unajua mimi kwanza hapa nishavuta vitu vyangu unanivuruga. Unanikata steam bwana. Usinifokee bwana. Nisikilize. Hizo dharau zako sizipendi. Wewe unajivunia nini? Na kuuliza unajivunia nini wewe? Wewe mwanamke, ukitaka tubadilikane humu ndani tunabadilishana kweli ujue. Sio kwamba siku zote una mambo yako unayofanya mimi na kakimia. Usifanye kama nakuogopa. Mimi sikuogopi. Umenielewa? Wanangu wametoka nyumbani huko, wamekuja hapa, wamekuja kwa baba yao. Tabia unazozifanya wewe, wao wanajifunza nini wao? Wanajifunza nini kwa kwao? Wewe unataka ndio wabadilisha wao watoto. Wewe ndio unataka uwaelekeze. Lakini leo hii unafanya vitu vya ajabu, watoto wanafikia wapi? Haya basi mume wangu. Wale watoto nitajirekebisha. Halafu mimi naomba unisamee. Sasa nisikilize. Hao watoto wako hawanihusu mimi. Mimi nimezaa wale, ni wanangu, si watoto wako wewe. Hebu niache babu. Unanipandishia mimi? Wewe ujue mipaka yako. Hapa ni kwa nani? We boya nini? Muangalie kwanza ndevu za kastili waya. Sawa. Lakini haya niliyokuwa nasema si kwamba kwa ubaya. Nilikuwa nasema kwa wema tu. Kwa ajili ya hao watoto. Kama unaona ni mabaya kwako. Okay, sawa, fine, naomba unisamehe. Utajua mwenyewe babu. Kwanza naeleza shukrani zangu za dhati kwako kwa kunikubalia kwa rafiki wako wa karibu. Usijali, mimi mwenyewe pia nimependeza kuwa na ukaribu na wewe. Asante. Lakini pia sihitaji urafiki wetu uishie ndio mambo hapo. Hapana. Nahitaji urafiki wenye faida. Kivipi? Namaanisha ujue watu wanatuonaga sisi watu wembamba ni kama hatujui kujipambania wenyewe. Yaani wanatuona kama ni watu wadhaifu. Hatuwezi kufanya chochote. Sasa tunalithibitisha vipi? Ama mwenzangu unajishughulisha na nini? Mimi najishughulisha na biashara ndogo ndogo ambayo haipo sehemu moja, ni kama nazunguka. Lakini usijali, utaijua kwa sababu umeamua kuwa karibu yangu. Basta, hamna
hamna shida, lakini ningependa zaidi baba na mama waweze kufahamu. Kwa sababu wao ndio wenyeji wangu hapa mjini. Isitoshe ni kama wazazi wangu pia. Mimi ningependa labda umwambie baba tu. Dada, muangalie kwanza na hicho kipini chake kalungu, yani kiko yaani mazoea umeanza lini? Yaani unajikuta tu mwenyeji tena mwenye nyumba. Haya dada, wewe tena dada mkosa nyama yaani vipi? Yaani wewe na sisi hapa vipi? Yaani hapo unakuja kujaje? We koma we. Siongei na wewe, naongea na huyu. Haya dada, vipi? Yaani hapa vipi? Yaani sisi na wewe vipi? Hayo mahusiano lini yameanza? Dada, kuwa na aibu, acha shobo. Ai, muangalie kwanza na kimwili chake. Che baba. Haya wewe tena, mkosa nyama. Nende bwana. Wewe hizo tabia zako. Mimi humu ndani na hao wawili tu, mashoga zangu wa miaka. Wewe mbona siku 2-3 hizi unaanza tabia za kishamba wewe? Hebu usiniletee huo ushamba wako huo wa kijijini. Muangalie kwanza na nywele. Yaani hii sijui ni mizizi ya bangi, sijui mchicha wa wewe. Koma kabisa mtoto, koma. Hayo mazoea huko kwenu, sio hapa. Umenielewa? Umenisikia wewe? Yaani kaka, kweli mimi sijapendezwa kabisa na alichokifanya mama. Sijapenda. Mdogo wangu Nyanzigo. Ili tuweze kuishi vizuri hapa, ni lazima tuondoe makasiriko. Naomba ujitahidi sana. Sio kwa baba wala kwa mama mdogo. Hata kama akawa amekukwaza, usije kuonyesha kama mkasirisho. Jitahidi kuonyesha tabasamu kwa jambo lolote. Sawa kaka, lakini basi angeniita hata pembeni, angeenda kuniambia pembeni, lakini ananiambia mbele ya rafiki yangu. Mimi sijapenda hicho kitu. Najua. Naelewa ni namna gani ambavyo umejisikia. Lakini hao ndo wazazi wetu ambao wamekubali kubeba majukumu yetu sisi. Mimi najua wewe unafahamu kama kakako anakupenda. Na furaha yangu mimi ni kukuona ukiwa na tabasamu wakati. Kwa ukiwa hivyo mimi mwenyewe. Sawa, lakini ikiendelea hivi mimi nitavumilia, mwisho nitachoka, nitamwambia baba. Sawa. Lakini mimi naomba jambo la kwanza nimekuletea zawadi. Alafu jambo la pili, mimi kuna sehemu nimeenda leo, nimekutana na mtu ambaye amenipa njia ya kufanya kazi hata kama nisipokuwa namtaka. Kazi gani? Una haraka wewe. Ngoja kwanza nikupe. Yako kukali kaka. Patwa. Mimi sijaokaga hili. Mimi uko na tabasamu kama hivi mwenyewe kikweli najisikia. Yaani ningeendelea kuona vile vile kwa kuwa chocolate na. Ndio maana na kitu chako. Sijasema kwa kuisha. Umefurahi? Sana. Basi na mimi nilishe. Si ya kwangu. Mimi sina mimi moja. Moja ya chocolate ya kwangu. Mimi moja. Mimi. Mameno nini? Bafu. Mbona kwanza? Bafu. Mimi ngenyo. Hata mimi za kwangu. Wito. Ndio kitu kingine sana.
Shemeji karibu sana. Shemeji karibu. Isikie upo nyumbani, sema shemeji unajua kunifurahisha. Kwa vitu hivi shemeji. Umejua kutufurahisha. Yaani lizi. Kwa mambo kama haya, ushoga mimi na miaka buku. Cha kwanza napenda kuwashukuru kwa sababu nyie mmekuwa ni furaha ya mpenzi wangu. Asante. Na kitu kingine hiki mnachokiona mbona ni kidogo sana. Mimi ninaamini mtakunywa leo, mtakunywa tena. Ikiwezekana tena kuanzia sasa agizeni. Labda niwakumbushe kitu kingine. Yaani siku zote mnakuwa na mimi mnafurahi na mnakuwa na mpenzi wangu mnafurahi. Cha ajabu sije kuona mnamshawishi akachana na yule mvunja makokoto. Kwa nini? Chefu. Yaani shemeji huyo mwanaume simpendi. Yaani na siku ningejichanganya ningemtia mibao. Lizi ningempiga mpaka ungeshangaa. Simpendi yule mwanaume. Sema shemeji usijali. Sababu ile kama umenifikishia mimi. Wewe usijali shemeji kwa vitu hivi. Unajua kunifurahisha. Basi mimi najua sitakaa sana lakini leo mmependeza sana leo. Asante na uzuri unachangia. Ndio. Lakini mimi nataka niwaache kwa sababu kuna mahali nahitajika kuwahi kufika mapema. Lakini shemeji mbona mapema? Sisi ndio tupo na wewe tuna enjoy na wewe mpaka asubuhi. Mbona unaondoka haraka hivi? Jamani. Shemeji. Kaa bwana afika kushemeji na vitu vyangu kabisa. Wewe koma. Dada koma. Sema shemeji ni vitu vya dada yangu. Tena vitu vyako wewe. Koma kabisa. Yamekuwa hayo. Jamani mpenzi wangu, hebu acha kuwa na wivu hivi. Basi mashoga zako wanakuamini kabisa. Wewe sitaki mimi hiyo. Basi sasa labda tugonge kwanza cheers. Wow, nyamani. Lakini mimi naomba niwaage kwa sababu muda umeweza kuniacha. Sawa? Mimi nitaacha nimelipia bili ya kuanzia sasa hadi asubuhi. Zinashuka chini hizo. Basi azime mziki washe mziki. Wala msio na wasiwasi. Mimi nitaenda kulipia bili na kuanzia sasa hadi sawa?